Wenasa. Wewe Zulfa. Amkeni bwana. Airini. Mimi hapa amka. Airini. Nyie mzeni kwa wapi? Shikamoka. Mahaba. Mahaba. Nasa yuko wapi? Sijui, tuko tumelala naye hapa. Tumelala naye wote hapa kaka. Ndio mwangalie chooni. Nishatoka chooni hapa unavyoniona. Nimezunguka kwa nyuma kote sijamuona. Ndio maana nauliza ninyi mwenzenu yuko wapi? Hatujui. Sasa tuko tumelala naye jamani. Mimi jana niliamsha kufunga mlango. Sasa saa 11 sasa hivi. Nikajua katoka nje. Nimelala chooni kwa sijamuona. Kaka. Hatujui. Wewe Zulfa. Wewe amka. Mimi na kaka yako naongea afu nimelala. Jamani hatujui, mwangalie nje. Wote tumelala hapa. Afu naongea nani sasa? Naongea sauti. Bwana. Okay sawa. Ina maana kashaanza anatabia sasa kutoka usiku. Si ndio hivyo? Mimi naomba wa mwisho kufunga mlango na wa kwanza kuamka. Mwambieni akirudi siku za mwezi ni 40. Aandae majibu alikuwa wapi? Sasa hivi saa 11 sasa hivi. Alikuwa wapi? Meenda kazini. Akirudi ikiwezekana mnipigie hadi simu. Sawa? Afu wewe kuwa na adabu sawa? Nasra. Unajua nimeenjoy sana siku ya leo mpenzi wangu. Yaani kiukweli sitamani nikupoteze mbele ya macho yangu. Kweli? Hata mimi nimeenjoy sana. Ila jana usiku ilikuwa sherehe kwako. Leo msiba kwangu. Una maana gani kusema hivi? Sijawahi kulala nje na nyumbani hata siku moja. Nafanya hivi kwa sababu nakupenda wewe. Naogopa kakangu anakuwa na hasira sana. Yaani naogopa sana. Yaani sijui hata naenda kumjibu nini kaka. Mimi nilifikiri sijui utaniambia kitu gani. Alafu sawa yule ni kaka yako. Lakini yule ni kaka yako baba mmoja mama tofauti. Kwa nini unakuwa unamwazia? Achana naye. Sawa, mimi nitajua naenda kumwambia nini kaka. Na ikitokea hajanielewa, na hata kama atanipiga kwa ajili yako. Mimi nimekubali. Nafurahi kusikia hivyo. Basi wewe rudi nyumbani. Nakupenda. Nakupenda pia. Nimempata anairidhika, anachotaka ananipa nampa. So maumivu sana patara. We unaonaje? Umevujisha pakacha mchukusi nkalibeba. Tambarare ukanichoma na mwiba. Bado sijafuka nichulia msiba. Ulijisikiaje? Nimempata sisiki. Sioni, siongei kwa penzi lake piskari. Na katafuna bigiji, siokoni. Mambo. Poa vipi? Poa. Shoga yangu. Jana ulilala wapi? Tabia za kwanza kuchunguzana humu ndani zimeanza lini? Kila mtu ana mamake. Sawa? Umesikia eh? Yafu una kimdomo wewe, nitakuja nikudunde siku moja. Sawa lakini mimi sijakuuliza kwa ubaya.
Nilitaka tu nijue umelala wapi, maana kaka ameamka asubuhi hapa hajakuona, ametoka, amesema akirudi anataka majibu kamili ulilala wapi. Kumbe kaka kasema niandae majibu ya kumjibu akirudi. Basi sawa, namsubiri huyo kaka. Sawa, naniuliza ya maswali kama nani? We nani? We nani? Subiri. Haya, subirie. Jelavu. Vipi ndugu yangu, maana naona leo umechelewa sana na sio kawaida yako. Siku zote unakuwa wa kwanza hapa. Nimeshangaa nimekuta hapa hamna mtu. Mwanangu mimi leo nimekuja tu nitafanyaje? Yaani nimeamka vibaya soko nilikwambia. Sema nikaona soko kweli familia yangu nikutupe. Acha niende tu nikapambane. Mimi mwenyewe leo nimeamka asubuhi niko ovyo sana. Yaani niko na hasira. Unajua pale nyumbani pale mimi nakaa na dada zangu. Sasa kuna dada yangu mmoja anaitwa Nasira bwana. Hajalala nyumbani jana. Naamka asubuhi sijamuona. Oa. Huyo sawa, tumechangia baba. Lakini mambo tofauti, lakini damu yangu ile. Baba kasafiri, kaniacheni wasimamie. Sasa wanaletea dharau. Sema nini mwanangu? Unajua wewe wa kiume. Sawa. Alafu wale watoto wa kike. Kuna muda inabidi upambane kama mwanaume kuwa namba moja. Kwa sababu wale mtu akuwasimamia ni wewe. Ina maana wewe ukifeli tuna wale lazima watafeli. Sasa unavyoona mtoto wa kike anazingua kama hivyo, chukua hatua mjomba. Jelavu, yaani kama hapo kwenye kichwa changu kwamba nawaza nini? Yaani nimempania ile mbaya, nimemfikiria ile mbaya. Hello. Sawa. Sasa nisikilizeni. Msimwambie chochote kama mimi nakuja. Sawa, wala umeniambia, sawa? Oe. Kasharudi nyumbani. Hivi vitoto vya 2000 hivi. Ndio kazi ya kumfanya. Jelavu, sikia, fanya kazi. Wangu naenda kumkanda, mada yangu anatazarau. Anatia madharau. Blaki. Hii Blaki. Blaki. Za masiku. Salama kabisa. Nasi vipi? Safi. Baba ajambo? Baba ajambo. Vipi? Mama ajambo? Mamangu mzima wa afya kabisa. I say. Sasa sikia. Mimi hapa kuna sehemu nawahi. Cha kufanya hapa nisaidie namba yako. Mimi nitakupigia hapo mwingine ataendelea. Sawa. Shit.
nimesahau simu. Kaa vipi? Andika namba yangu alafu utanicheki. Sawa. Sifuri ngapi? 07 13 54 78 98. Nyepesi namba yangu. Haya, asante. Shikamoo kaka. Kwani kaka si unasalimiwa? Usikia? Hey! Kwani mimi simsikia au? Haya mama. Hebu niambie, jana mmelala wapi wewe? Sinaongea na wewe. Haya, niambie. Maana sasa hivi inaonekana ushaanza kuota mapembe, si ndio hivyo? Ndio tabia yako kila siku, si ndio hivyo? Kwamba sisi tukilala wewe unaondoka usiku. Siku za mwezi ni 40. Ndio leo sasa. Jana nilikuwa mwisho kufunga mlango, nilikuwa kwanza kuamka. Saa 11 wewe sikuoni. Sasa leo utaniambia vizuri, sawa? Leo utaniambia. Kaka nakwambia. Jerafu, vipi? Wa mwanangu, uso muda wa kulala ofisa. Sawa, afu nashangaa napiga simu zako simu upokei. Sema nini? Kuna washikaji wamekuja hapa wanahitaji mchanga. Ndio maana nimemwaniji lesi hapa nikustue. Kwa hiyo kama vipi chukua mazingira chepe hapa tuondoke. Aha, sawa. Nimekuelewa. Najua hiyo ni hela. Siwezi nikaiacha. Sasa kuna mtu anataka nimfundishe adabu. Sawa? Wewe tangulia mimi nakuja. Ngoja nimnyoshe ndani. Ngoja nimnyoshe. Haya, naomba uniambie. Leo nakuvunja miguu yako hiyo, sawa? Na mabega yako anakuvunja vunja, niambie. Kaka, mama jana alinipigia simu usiku, alikuwa anaumwa. Kwa hiyo nilikuwa nimeenda kumwangalia. Sasa nilikuwa nimeona tabu kuanza kuamsha, ilikuwa usiku sana. Sasa kwa nini hujatuambia? Ungeniambia, tungeenda wote. Mama yako ndo mama yetu sisi. Si ndio jamani? Ndio. Wewe naye siku nyingine unatuambia. Sasa sikia. Afya yangu kaja hapa kunichukua, sawa? Sasa mimi nikamalize kazi, alafu nikirudi tukamwangalie, sawa? Sawa dangwe. Kwa makini muda mwingine, usio ficha ficha. Mguu ulikuwa kwako shemeji. Maana leo nilikuwa na miadi na rafiki yako. Ila kuhusu ile swala la kazi umepata. Ila walichoniambia wanahitaji picha zako 2, ya passport na ya kawaida. Kama unayo basi naomba unipe ili niweze kuwatumia. Jamani shemeji. Asante sana kwa kunitafutia hiyo kazi. Maana nimechoka kuishi maisha ya pale mtaani. Lakini pia kuhusu swala la picha, mimi picha sina. Labda unipige tu picha sasa hivi. Sawa, ni wewe tu kwa sababu unachotaka ni picha. Kama uko tayari sawa, mimi naweza ngakupiga. Basi nipige sasa hivi. Hivi ni nani aliomba mapenzi? Mbona amenishika babaya? Najitahidi ila siwezi, moyo umependa vibaya. Hivi ni nani aliomba mapenzi? Mbona umenishika babaya? Kama utojali nipige picha na wewe. Hapana, wenyewe walichosema kwamba wanahitaji picha zako tu. Sio na za kwangu.
Ni sawa, lakini mimi nilikuwa naomba tu nipige picha na wewe. Sawa, hamna ubaya. Dada Tina. Mambo baby. Poa. Abeli. Kwa mimi niko nyumbani na kusubiria, wewe uko busy tu hapa nje unapiga picha. Hapana, huu mguu uko kwa kwako mke wangu. Sawa. Nasi. Funguo iko pale chini ya dumu. Chakula kiko pale mezani, utakula chote. Mimi leo sitokula. Abeli, tuondoke tuwahi. Hivi ni nani aliomba mapenzi? Mbona amenishika babaya? Najitahidi ila siwezi, moyo umependa vibaya. Baby, tangulia nitakukuta. Ngoja nirudi nyumbani, kuna kitu nimekisahau mara moja. Siri ya moyo kishapenda, mwili sina nguvu, yani nyang'anyanga. Najitahidi sije kwenda, wangu weturufu, nami nishazama. Ila yote haya umenifunza mapenzi yote haya. Wewe mwenzako nimenusikia chupu chupu kaka anipige, yaani bila kujitetea, kile kipigo ambacho nilipata kwa kaka. Bila mimi kujitetea, nimwambia kwamba mama alipiga simu ile usiku anaumwa, kwa hiyo nikawa nimeenda kumuona, kaniambia anataka aende akamwone mama. Sawa, ila mimi nataka nikuulize kitu kimoja. Kwani maisha mnaishi pale nyumbani na familia yako, si ina maana pale hakuna mtu ambaye anamjua mama mwenzie? Hakuna. Mimi nimepata wazo. Wazo langu liko vipi? Unaonaje tusimkamate bi mkubwa yoyote mtaani? Sawa, mimi nitamshikisha hata 5,000 shilingi ngapi, ili mradi kuna kigemu fulani ili tukicheze, ili kaka kwa asielewe kitu chochote. Alafu yule bi mkubwa tufanye kama ndo mama yako. Yaani wewe ni Lakini vipi, unaionaje? Nimekaa fresh. Iko fresh, yaani nakupenda wewe. Kwa hiyo hiyo imekaa poa, si ndio? sana. Basi ila mimi kuna kitu nahitaji nikwambie Nasa. Unaonaje na leo uje kulala nyumbani? Wewe unaongea upo serious au unatania? Maisha magumu bila ya pesa nadhalilika, kama vikatuni mbele za watu waloridhika. Akili ndio bahati, oh baby oh, arau kwa wenye chati na sikilio. Akili ndio bahati, oh baby oh, arau kwa wenye chati na sikilio. Unaenda wapi? Nimekwambia uondoke nyumbani kwangu, sikutaki. Tina, hizo ni fikra zako potofu. Fikra zangu mbaya. Yaani wewe nimekufadhili tu ukae humu ndani mwangu, isitacho kama utembee na bwanangu. Yaani Tina, usichokijua, shemeji alikuwa ameenda kunitafutia kazi. Na ile kazi wanahitaji picha. Sasa
Nikawa nimekutana naye pale njiani, akawa amenielekeza kuhusu hilo swala. Ikabidi tu picha nizipigie pale pale tu njiani. Picha ndo mpige wewe na mume wangu, picha ndo mpeleke? Uko serious kweli? Ondoka dada, samahani sawa? Sasa mimi nilimuomba tu picha moja, na hiyo picha moja yenyewe ndio ukatukuta tunapiga. Kwani kuna ubaya gani mimi nikiomba kupiga picha na shemeji yangu? Nilikuheshimu, nikakuchukua kama rafiki yangu, nikakuleta hapa ndani, lakini bado unaanza kunivunjia heshima wewe kutembea na bwana wangu. Lakini wewe ukaamua kuniona mimi kama mjinga fulani hivi. Sasa ondoka, katafute sehemu ya kukaa, sikutaki hapa. Tina, nionee huruma. Sasa mimi nikitoka hapa naenda kukaa wapi? Dada nisikie, ondoka. Halo. Sawa. Sasa nisikilize. Usiondoke. Nisubiri hapo hapo nakuja, sawa? Iwe ni kwenye mvua ama jua kali, kwenye milima, mabonde, majabali, kikubwa dua kwenye hii safari. Vipi? Nepanga na kupangua ni yeye jarari. Nini kimekukuta? Jendo mgawa tonge na riziki, hata kufuta unyonge na hizo ziki. Japo woni ndugu hata rafiki wamekutenga, wasikunyima singizi, wanakuita chizi. Ndugu zangu, kwanza kabla sianza sana kuongea mambo mengi, vipi nauliza, namjua huyu? Mimi simjui. Hata simjui. Hapana, tumjui. Ila kaka, unajua kuchagua wifi yetu mzuri, au mnasemaje jamani? Mzuri. Hapana, naomba msikize kwa makini. Baba yenu au baba yetu kanipigia simu kwamba hivi nikamlete, maana huyu hapa, huyu ni ndugu yenu. Mmenielewa eh? Ndio kaka. Aitwa Nancy. Kwa hiyo kijumla naomba muheshimiane. Yaani nyinyi muheshimu naye awaheshimu. Sawa eh? Sawa kaka. Nancy, unaweza kusalimia wadogo zako? Cha kwanza nimefurahi sana kukutana na nyinyi. Maana nilikuwa nasimuliwa tu na wadogo zako lakini sijawahi kuwaona, kwa nimefurahi kuwaona ndugu zangu. Karibu, ujisikie kama upo nyumbani. Haya, asante. Na sisi tumefurahi pia. Karibu. Na sisi tunashukuru pia, karibu. Haya, asante. Kwa hiyo tumeelewana eh? Msipeane tano. Nimefurahi sana kumwona dada yenu. Okay. Dada yenu mkubwa huyu.
We Black. Ndugu zako wameenda wapi? Vipi? Ndugu zako wameenda? Nimekumbuka. Leo Jumamosi, Jumamosi kuna ule utaratibu fulani hivi wa kwamba kila mmoja lazima akamwone mama yake. Na kama unavyojua ni kwamba humu nyumbani, humu ndani kila mtu yuko na mama yake, lakini baba yetu ni huyu mmoja. Kwa hiyo ukiona hata kesho na kesho kutwa hapo, usishangae sana. Ndio maana nilivyoamka nimeshangaa, siwaoni wenzangu. Kumbe ndio utaratibu uliokuwepo. Sawa, lakini Blacks, mimi bado nakupenda. Hata mimi nakupenda. Tena nakupenda sana tu. Ndio maana nimekubali kuwadanganya ndugu zangu kwamba wewe hapo ni ndugu yetu. Baba kaniagiza nikulete tuishi wote hapo. Ndio maana ulivyoniambia kwamba rafiki yako akufukuza, nimekuwa mrahisi sana wewe kuja hapo kwa sababu bado po moyoni mwangu. Nilikuwa naona mwanamke mwingine. Sasa kama ipo ningekuruhusu uje ukae hapa. Kama kweli mwanamke mwingine. Nikwambia kitu. Unajua mndani msosema vizuri ya kufanya. Alafu toshe tunakaa wote. Labda nijipange kwanza, nikishapata vijela nipange chumba changu. Bwana, kwani hujanimisi wewe? Nimekumisi kweli, lakini so mazingira hapa nyumbani. Hamna bwana, mimi nimekumisi sana muda mrefu hatujaonana. So vizuri. Alafu toshe mndani tunapokaa wote ndugu zangu hapo. Hawapo, sio umetoka, umesema hawapo. Ndio, sasa hawezi kurudi, watarudije wakati washenda kwao? Lakini mimi si nimekumisi. Najua hilo. Lazima najua ndugu ndani. Mimi nimekumisi bwana. Lakini hapo sasa sehemu salama. Hamna, kwani wadogo zako si hawapo? Mami, sasa sehemu salama. Kaka. Bwana huo mwanangu mtihani. Yaani mimi kila nikivuta picha naona kabisa wewe hapo mbele kuna kitu ambacho kitakuja kukukosti. Yaani lazima ikukosti. Kwa sababu gani nakwambia hivyo? Sawa, hiyo ni demo wako ambaye umeachana naye muda mrefu. Ila mimi kwa akili yangu ya haraka unajua mapenzi hajifichi. Kwa hiyo naamini one day pale ndani yani kuna kitu kitakuja kutokea. Ndio hivyo mwanangu. Ndio maana wenyewe nimeshamwelekeza. Cheza tu na akili za wadogo zako. Wala watoto wa kike. Sawa. Mimi na imani wewe mtoto wa kiume hawezi wale kukushinda akili hata mara moja. Kwa hiyo cheza na akili zao, lakini pia kuwa makini na yule demu wako. Na imani unajua mwenyewe ni mapenzi hajifichi. Alafu wewe pale haupo huru. Ni kweli? Sawa. Kwa hiyo fanya mazingira yako, ila hakikisha hizi kazi ambazo tunafanya inabidi pale nyumbani usogee. Kutokana mwenyewe mwanangu unaona umri hapo ulipo ujue ushaenda. Kutokana na umri wako wewe utakie tena sasa hivi kukaa nyumbani pale kubishana watoto wa kike 1 2 3 kimeenda kimerudi, usije umemkuta na mwanaume, usije kafanya hivi. Sema nini? Ile wazo kupanga chumba mwenyewe kwa nalo. Sasa pale maskani, faza yangu sikasafiri, kaniambia nisitoke mpaka mwenyewe atakaporudi. Maana lazima nimsubiri yeye arudi, alafu ndo nitoke. Kwa hiyo hapa katikati hapa, najua mimi nachezaji. Haina noma mwanangu. Yaani kikubwa ndio hicho. Zingatia sana ninachokwambia. Alafu sishamaliza mapema leo. Hainaja kukaa tena huko. Tusepeze tukijiweni. Na noma. Kuwa na subira. Mambo yangu maseke. Nashindwa kipi niseme. Mana roho yangu inachoma. Nikiwaza yanayokukuta. Najua unachekwa unadhalilishwa.
na hauchoki kuvumilia. Tena wengine ni ndugu wa karibu, ndo wale wanazidi kunichongea. Usijewaza kwamba mina enjoy usikiapo ni oda, usizani naishi maisha mserereko, kutwa kucha kwangu papara. Imani tu, oh no, imani tu. Shoga zangu, mimi nitakuwa kitu nataka niwaulize. Hivi nyewe huyu mgeni mundani mnamuelewa? Wala mimi simuelewa hata kidogo. Ile ilikupili Jumamosi, siku mtaenda kusalimia ndugu zake, mama zake kwao. Nimeenda nyumbani nimekuta mama hayupo. Sawa? Nikarudi pa. Nisimkuta chumbani kakumbatiana na kaka. Dada yake yule, labda kuna kitu walikopo wanafanya, umesema wamekumbatiana. Nimeona kwa macho yangu mawili, usinifanye mitaila. Afa mtoto na ilokoma, hebu tulia huko. Labda kuna kitu tu walikopo wanafanya. Sasa eti wamekumbatiana. Yule pale dada yake hawezi kukumbatiana dada na wewe. Ila na mimi hata siwaelewi, simuelewi ile shughuli yangu. Wewe unamuelewa? Si ndio maana hapa nakwambia kwamba wanakumbatiana na kaka huko ndani yule alokomwe. Sasa sikiliza. Tusigombane. Tumuite. Wewe naye kelele komwe lile. Damu kubwa. Sio damu kubwa. Danasi. Tunakuomba mara moja. Yule mtoto wa baba. Ndize, kwani wewe huwezi? Ndize bwana. Una mdomo? Wewe una mdomo? Ndize mama. Mambo du. Poa, naambieni. Sio nataka tukuulize swali, maana tunakaa naye lakini tuna wasiwasi. Kwani ndugu yetu umetoka wapi? Nimetoka kwa mamangu. Baba yetu sio namjua. Jamani. Si Manzube. Sisi kwa nataka tukuulize tu bana. Na tukuelewelewe mundani. Na swali jingine labda tukiachana na hilo. Aka. Haya, asanteni. Kwaherini. Wao ni sura zilivyowashuka. Sio dada yetu. Nini unanyosha kidole? Wewe ulikuwa unasema wewe. Mtoto mdogo. Nila hapa kunuka bila kidole. Ayo. Wewe mwanamke. Mbona kwa hivyo kipumbavu? Kama mfuza rafiki yako kujua kwa mimi natembea naye au? Alafu sikia nikwambie, mimi nimekutana barabarani tu. Aliniambia shemeji nitafutie kazi. Sawa. Nikaa kule nimemtafutia kazi kapata. Wakawa wanahitaji picha, nikamwambia shemeji wanataka picha, nikupige picha. Tukawa tunapigana picha pale. Asa kwa hivyo wako kipumbavu, umefika nyumbani umemtimua mwenzio. Ananiambia sasa mimi nampatia wapi? Na kazi kule anamhitaji. Acha hivyo kwa kijinga bwana. Samani mume wangu. Mimi nina wivu na wewe, alafu ninapokuona upo karibu naye, unajua mimi nahisi nini kwako? Ndio maana nikaamua nimfukuze hapa nyumbani. Sasa nilipokuona naye pale mnapigana picha, mimi nikahisi vitu vibaya. Lakini usijali, nitamtafuta. Wivu gani wa kipumbavu huo? Au shamfukuza mwenzio, unajua nampatia wapi sasa? Unakuwa hivyo mapenzi, kwani ndio wakati kupenda au? Acha ujinga bwana. Hilo swala niachie mimi mume wangu. Maana nishajua kosa ni la kwangu, sio la kwake wala sio la kwako. Kwa hiyo nitalifanyia kazi. Sasa sikia nikwambie, kama utamtafuta naomba unitafutie leo, kwa sababu kesho mapema nataka aanze kazi. Pumbavu wewe. Roho yangu inachanganya, mapenzi na kazi changama, tena tahaya na mana yanilivu siku na mchana, kikubwa imani na uzima, juhudi na zangu dua, kufumba na kufumbua, icha kwangu takinyakuwa Mejana kumba na posaka riziki, nipo bize na koma. Zumuni langu la kukuita hapa, nimekaa nimefikiria, nimeona ni bora pale ndani ukahama,
ukatafute chumba kingine, maisha mengine yaendelee. Kwa nini? Unajua leo wale wadogo zako wameniita, wameanza kuniuliza maswali mengi, babako anaitwa nani, mamako anaitwa nani. Yaani bila wewe, kama ungekuwa hujaniambia chochote, kunipanga chochote, nahisi leo ningekuwa nimeharibu kila kitu. Tatizo hili. Sasa swala kuhama sio kama siwezi kuhama, au kupanga chumba sio kama siwezi kupanga chumba. Tatizo lipo sehemu moja. Mzee wangu mimi alivyoondoka aliniacha pale kama mtoto wa kiume, kwamba niwasimamie wadogo zangu wote wa kike. Umeona bwana? Ila maana mpaka yeye arudi ndio nipate uwezo wa kupanga chumba sehemu nyingine. Afu ni hame. Sasa hivi kumbe kakako ni mjinga kiasi gani? I say. Yaani sijawahi kuona mwanaume mpumbavu kama kakako. Sijawahi kuona kabisa. Kakangu mimi mjinga? Jelavu, unaniheshimu na kuheshimu. Kakangu mimi sio mjinga. Na hata kama tumezaliwa baba mmoja mama tofauti, bado mimi namheshimu kakaangu. Sawa, sasa unavyoniambia mimi kakangu mjinga, kakangu sikuelewi unamaanisha nini? Labda nikwambie kitu kimoja ambacho wewe ukifahamu. Sawa. Na hapo sasa ndo utakapoamini kuwa kakako ni mjinga. Pale nyumbani kuna msichana yule mgeni nyumbani kwenu? Ndio. Yupo, si ndio? Ndio. Sasa nikwambie kitu. Au nikupe siri ambayo wewe hujui. Unajua kakako mimi alishanifuata. Sawa. Akanihadisia kuhusu yule msichana. Kuanzia 1 mpaka 3. Yule msichana kakako ni demu wake. Ila yule mwanamke kuna kipindi fulani ambacho alipotezana naye. Alishakuaga na mahusiano naye kipindi cha nyuma. Ila wakaja wakapotezana, ila hapa katikati msichana alikuja maeneo ya huku akakutana naye. Kwa hiyo yale mahusiano ya kipindi cha nyuma yakaanza upya. Na hapa ninapokuambia sasa hivi ni wapenzi, yani ni mtu na mpenzi wake. Sawa, lakini mimi naomba upambane kwa kweli. Kwa sababu wale dada zako naona siku zinavyozidi kwenda wataendelea kunioji maswali mengine na nitashindwa kuwajibu. Kwa sababu mimi sijui vitu vingine vya kwenu. Sasa wakiniuliza mambo mengine nitajibu nini? Kama hilo ulinipanga. Wakiniuliza vitu vingine ambavyo mimi sivijui mnavijua nyinyi kama ndugu. Wewe hilo ondoa shaka. Nahisi kama kuna kitu kingine tutakuwa tunaelekezana, sawa? Hivyo unajua nimekumisi. Mbona kama jana vile dada yako alivyotufuma. Hatujamaliza hata mambo yetu tayari mtu kashaingia. Na mpaka nakuja pale nyumbani kwenu, sijajua aliwapanga vipi, ila kwa jinsi alivyonisimulia mimi, yule pale aliwadanganya kuwa yule ni ndugu yenu, sijui naye atakuwa pale ataishi kama familia, ila huo sio ukweli. Aliwadanganya ili msielewe kitu chochote, ila yule ni demu wake kabisa. Yaani ukweli ndio upo hivyo. Ukatae usikatae, ila ndio ipo hivyo. Ila kama kweli hivi. Lakini hapana. Kakangu mimi hawezi kufanya ujinga kama huo. Yaani siamini hata kidogo. Sasa, jaribu kuwa muelewa basi mshikaji wangu. Mimi sio mjinga, sawa? Na kakako mwenyewe ndo kanifuata na akaanza kunipa story yote kuhusu yule mwanamke. Yule ni demu wake, alipotezanaga kipindi cha nyuma. Yaani issue ndio iko hivyo. Labda inawezekana. Lakini mimi kwa kakangu sidhani. Nitaendelea kuishi hivyo mpaka lini? Au nipendi wewe? Kupenda na kupenda, ndio maana nimekuacha ukae pale. Kama ningekuwa sikupendi ningehangaika au jambo lingekaa kichwani ili wewe sasa. Sasa sikia. Hapa mimi kwa sehemu nataka niende. Acha niende, afu nikirudi kwa sehemu nikupeleke, sawa? Haya, sawa. Isikie upo nyumbani mama. Sawa? Kuwa huru. Uko hapa. Sawa, ila najua unamwamini kakako kwa 100% kubwa. Kama unashindwa kuniamini mimi mpenzi wako, sawa, mimi siwezi nikaingilia na niliu maisha yenu. Ila kana hicho kitu kitafakari na pia kichukulia hatua, utapata majibu. Mimi naamini kakangu hawezi kufanya kitu kama hicho. Sawa? Afu kitu kingine, mimi leo zamu yangu kupika hapa, naenda sokoni. Nini waweza nenda sokoni, sawa?
Hivi ni nani aliomba mapenzi, mbona amenishika babaya? Najitahidi ila siwezi, moyo umependa vibaya. Hivi ni nani aliomba mapenzi, mbona umenishika babaya? Najitahidi ila siwezi. Siri ya moyo kishapenda, mwili sina nguvu, yani nyang'anyang'a. Najitahidi usije kwenda, wangu weturufu, nami nishazama. Ila yote haya umenifunza, umenifunza mapenzi. Yote haya umenifunza mapenzi. Ila yote haya umenifunza, umenifunza mapenzi. Yote haya umenifunza mapenzi. Mapenzi ni siri. Nimeenjoy sana, ila nilikuwa naomba kama vipi uongee na rafiki yako tuendelee kuja kufanya mambo yetu hapa hapa mpaka pale utakapopata hela kwenda kupanga chumba kingine. Hata mimi leo nimeenjoy sana. Si kwa sababu tuna muda mrefu hatujakutana. Labda inawezekana. Lakini mimi nilikuwa naomba niwahi tu kurudi kule nyumbani, maana leo ni zamu yangu ya kupika. Nikichelewa mambo yatakuwa mengi. Sawa, lakini kuondoka tutaondoka, ila mpaka mshikaji aje. Unajua tena chumba cha watu hiki lazima nimkabidhi. Jamani, mpaka aje, mimi si nitachelewa kupika, mambo kule yatakuwa mengi. Usina wasiwasi kuhusu hilo. Kama leo zameanza kupika, jamani shamtumia message. Kwa hiyo sio muda ataingia. Leo zamu yangu ya kupika. Kwa nikichelewa pale mambo yatakuwa mengi. Naomba tu mimi niende zangu. Usijali baby. Jamani shamtumia message. Kwa hiyo sio muda hapa ataingia, na akifika tutaondoka. Simona kashafika tayari. Oje labwe, ingia. Kaka. Shikamoo dada mkubwa. Marahaba. Hivi ni nani aliomba mapenzi, mbona amenishika babaya? Najitahidi ila siwezi, moyo umependa vibaya. Hivi ni nani aliomba mapenzi, mbona umenishika babaya? Najitahidi ila siwezi. Siri ya moyo kishapenda, mwili sina nguvu, yani nyang'anyang'a. Najitahidi usije kwenda, wangu weturufu, nami nishazama.